Kwa sasa taifa la Tanzania linabubujikwa machozi kwa kuondokewa na gwiji wa habari nchini Charles Hilary. Karibu tuangazie historia yake fupi ya Charles Hilary. Jina langu naitwa Paul Kanuti. Katika historia ya uandishi na utangazaji wa habari nchini Tanzania, jina la Charles Hilary linang'ara kama mfano wa weledi, ubunifu na uzalendo. Kwa zaidi ya miongo mitatu, Hilary alitoa mchango mkubwa katika tasnia ya habari. Alijulikana kwa sauti yake ya kipekee na uwezo wake wa kuwasilisha taarifa kwa ufasaha wa hali ya juu. Je, ni nani hatakumbuka kibwagizo baada ya taarifa ya habari? Je, ni nani atasahau kuwa Charles Hilary ndiye Mtanzania wa kwanza kutangaza michuano ya kombe la dunia kwa lugha adhimu ya Kiswahili? Charles Hilary alizaliwa miaka 66 iliyopita katika eneo la Jang'ombe, Zanzibar. Alikumbana na changamoto mapema maishani mwake, ikiwa ni pamoja na kunusurika kuuawa kwa risasi mwaka 1964, siku moja baada ya siku ya mapinduzi ya Zanzibar. Mwaka 1968 alihamia Dar es Salaam na kujiunga na shule ya msingi Ilala Mchikichini. Safari yake ya uandishi ilianza rasmi mwaka 1981 alipojiunga na Radio Tanzania, ambapo alijifunza na kukua chini ya wakufunzi mahiri kama Salim Bonde na Ahmed Kipozi. Hilary alijipatia umaarufu mkubwa kupitia utangazaji wa michezo, hususan soka. Alikuwa Mtanzania wa kwanza kutangaza mechi za fainali la kombe la dunia kwa Kiswahili akiwa uwanjani mwaka 2010 nchini Afrika Kusini. Uwezo wake wa kuelezea matukio uwanjani kwa lugha ya Kiswahili yenye misamiati mpana na sitiari za kuvutia uliwafanya wasikilizaji kuhisi kama wapo uwanjani, hata walipokuwa wakisikiliza kwenye redio zao za kasongo za enzi hizo. Mbali na Radio Tanzania, Charles Hilary alihusika katika kuanzisha kituo cha Radio One Stereo mwaka 1994 pamoja na mwenzake Mikidadi Mahmudi na Julius Nyaisanga. Pia alifanya kazi katika vyombo vya habari vikubwa vya kimataifa kama Deutsche Welle na BBC kabla ya kurejea nchini na kujiunga na Azam Media, ambapo alichukua jukumu la kuwafundisha watangazaji chipukizi. Kwa kutambua mchango wake katika sekta ya habari, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi alimteua Charles Hilary kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu Zanzibar mnamo Desemba 30 mwaka 2021. Baadaye mnamo Februari 6 mwaka 2023 tena aliteuliwa kuwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Charles Hilary atakumbukwa kama gwiji wa habari aliyechangia kwa kiasi kikubwa katika kukuza na kuendeleza tasnia ya utangazaji nchini Tanzania. Uwezo wake wa kipekee wa kuwasilisha taarifa pamoja na juhudi zake za kulea na kufundisha kizazi kipya cha utangazaji umeacha alama isiyofutika katika historia ya habari nchini. Kwa mujibu wa chanzo cha karibu, Charles Hilary amefariki baada ya kuugua ghafla na mauti yalimkuta akiwa njiani akipelekwa hospitali ya taifa Muhimbili tawi la Mloganzila. Kwa hakika, kifo chake ni pigo kubwa kwa familia ya habari na wananchi kwa ujumla. Hata hivyo, mchango wake utaendelea kuishi kupitia kazi na mafundisho aliyoacha. Watanzania sote kwa pamoja tunabubujikwa kwa machozi, lakini neno letu ni moja: pumzika kwa amani Charles Hilary. Urithi wako utaendelea kuangaza vizazi na vizazi. Makala hii imeandaliwa na kusimuliwa kwako nami Paul Kanuti Joseph.